Unabii sio lazima nikuelezee kesho kutakuwa na pilipili hoho. Unabii ni huu: mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa kuliko kutabiria hivi kutakuwa na amani, I show you the way to peace. Ili tufike kwenye amani, mjue Mungu. Kwa hiyo ili umjue Mungu sio maombi. Kujua ni kujifunza. Kujifunza lazima ufundishwe. So someone must teach us ways of God. Kumbe ili mema yajie taifa, yamjie mtu individually and national wise, kuna level ya ujuzi wa Mungu anatakiwa mtu awe nayo, kuanzia anayetawala mpaka anayetawaliwa. Hakuna anayeweza kuchomoka hapa kama asipotutoa. Biblia inasema njia za kutoka mautini, kwenye mauti yoyote, njia ya kumaliza msiba wa ndugu yako, njia ya kumaliza mauti ya taifa, njia ya kumaliza ina Yehova Bwana. I believe rais anahutubia bunge kesho kutwa. I believe anaweza akapropose njia za maridhiano. Whatever we can do, if people who pray will not pray, we don't get out from it. Kuna mahali walipika wana wa Israeli wakasema hivi: usipotutoa hapa, usipoenda na sisi kutokea hapa, uwepo wako usipokaa na sisi, usituchukue. Imagine hiyo sensitivity ya kiongozi. Anasema hivi: niko jangwani na taifa nzima, njia ambayo hatujawahi kuipita. Naomba ufahamu, Musa mwenyewe hakuwa anaijua ile njia. In the matter of fact, walimtafuta mtu ambaye ni kaka yake Zipora, ni mtaalamu wa kutembea jangwani. He knows how to work in the desert. The Bible says, kwa kuwa anajua kutembea jangwani, Musa akalobi naye, akamwambia hivi: kila Mungu atakachotupa, the man was about to become a billionaire, Mungu atakachotupa, hata nchi itakayotupa tagawana na wewe pasu kwa pasu. He was about to become a billionaire just by the expense ya kuwaonyesha watu njia. Musa anamwambia hivi: hatujui njia hii, fanyika kwetu macho yetu. Kwa nini aligoma? Mungu aliruhusu. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu kuwa tumaini lake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Biblia inasema atakuwa ni kama fukara nyikani, hata yaona mema yatakapotoka. Mungu atusaidie.